alishampa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yoyote aliyezaliwa, na sote tulizaliwa, Mungu alishakujua wewe ni nani na akakupa kazi utakayofanya. Kuna wengine wanasema kwamba wanang'ang'ania kitu, lakini wao ni watu wengine wakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shetani atahakikisha kwamba usipate ufahamu wa kujijua wewe ni nani. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Malaika anamwambia wewe, kuna mtoto ambaye ni nabii. Kuna mtoto ambaye atakuwa katika tumbo lako, mtoto sio kawaida. Nataka niseme ya kwamba vile ulivyo wewe si wa kawaida kabisa. Hallelujah. Maisha unayoishi, wacha nikwambie, sio yale Bwana amekupangia tangu tumboni. Ndio maana kila mtoto anazaliwa huwa amekuja akiwa na package yake. Hakuna mtoto anazaliwa huyu wacha ende duniani lakini maskini. Hapana, mtoto akija amekuja na baraka zote, amekuja na utajiri wako. Demo huwa inachezwa baada ya kuwa huyo mtoto amezaliwa. Ndio maana Yesu alipozaliwa, Biblia inasema kwamba wataalamu wa nyota wakaiona nyota. Tunaambia ni mama. Nilikuja kauliza juzi, mwaka jana, nikauliza hao mama juzi walikuwa wa mama. Unajua kuna mama juzi wanasema wa mama ndio waliona nyota ya Yesu. Ni kama ile tunasema Farao akainuka Farao mwingine. Sasa Farao si mtu. Bwana Yesu sasa. Haleluya. Haleluya. Farao ni title. Kama atakayetazaliwa kesho anaitwa Farao. Atakayetawala kesho akainuka Farao mwingine. Kama kulikuwa na mwingine na mwingine na mwingine asiyemjua. Sasa mwingine asiyemjua Mungu. Kwa hivyo tunaona kwamba Yesu nyota yake ilionekana toka mbali na wataalamu wa nyota, na wakasema nyota tuliyoiona si ya kawaida, ni nyota ya kifalme. Yesu hakujua, lakini watu waliona, wakajua, na watu walikuwa wanajua kusoma nyota kwamba hii inakaa hivi na inakaa hii, tunajua ni nyota ya kifalme. Nikikaa na watoto wangu na wajua kabisa, najua huyu ni nani, huyu ni nani, huyu ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi nimezaliwa tuko wanane. Mimi ni wa saba. Lakini sijui kama ilikuwaje kwaje. Nilianza kuwa na ujasiri nikiwa mtoto mdogo, hata sikuelewa viko vipi. Yaani ninaweza kukaa mahali kuna watu wengi, watu wazima na mtoto, na nikaongea vitu bila hofu, bila woga. Yaani nilikuwa mtu wa haraka haraka, yaani kama ni mwingine tungesema ni Petro yule wa kimbelembele. Hivyo nimekaa maisha yangu. Bwana Yesu sasa. Haleluya. Hata mimi mwenyewe sikuelewa. Bwana Yesu sasa. Lakini Mungu alipokuwa, na ngoja nikwambie historia yangu. Bwana Yesu sasa. Dadangu mkubwa anajua, labda anaweza kuwa na zaidi ya mimi vile ninavyojua. Bwana Yesu sasa. Wao ni wakubwa. Mungu aliponiweka katika tumbo la mama yangu alijua ameweka nani, lakini mamangu hakujua aliyewekwa ni nani. Bwana Yesu sasa. Wakati mimi nimezaliwa sasa, kulingana na historia ya mzazi wangu, na nikiwa naendelea kukua na yale mateso, ni kwamba sasa pepo alijua mimi ni nani na akaniroga nikiwa mchanga. Kitoto cha siku sijui ngapi cha roho tayari. Kwa nini mtoto arogwe na ni mdogo sana, hata hajaelewa chochote, hajui maisha chanzo mapema? Wewe hujui, lakini shetani amejua ni mbabe wake. Huyo aliyekuja ni mbabe wake. Nisipoanza mapema nikamalizana naye mapema, wanda huyu akawa tisho kwa maisha yangu. Ndio nazoona kuona kitoto ni kidogo, lakini kinafuatwa na maradhi, kinafuatwa na matatizo, kinafuatwa na shida, kinafuatwa na mikosi. Tunajiuliza hiki kitoto shida, jamani, shida ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Sasa
mamangu alikuwa mganga. Sasa ikabidi ni mganga, lakini hakuweza kuniganga, ilishindikana. Mpaka mganga mwingine akaja naye akajaribu mahesabu yake kupunguza makali, lakini haikuwezekana. Ndio maana nilikwambia kuna vile watu huchanjwa. Mimi nilishachanjwa, sikuchanjwa juzi, nilichanjwa nikiwa mdogo. Amen. Nilichanjwa mpaka fikia mahali najielewa, sijui wanatoa sijui natoa vidudu hata sielewi. Bwana Yesu mzani. Baba akauza nguvu zake zote kwa ajili yangu. Lakini cha ajabu ni kwamba kilichoniponya si kule mpaka ikafikia wakati nikasilimishwa, lakini bado sikupona huko. Mpaka niliporudi kwa yule aliyeniumba na kunifanya kuwa mimi ni nani, ndiye ambaye aliweza kuniponya. Aliyemuumba ana dawa yako. Figo yako ikifeli, kama gari iko na spare parts, hata mwili wako pia uko na spare parts mbele za Bwana. Sema amen. Haleluya. Yeye ndio anajua unahitaji nini ili ukae sawa. Bwana Yesu sasa. Sasa anaambiwa sinywe kileo. Sheria ya kwanza hiyo. Anaitwa naitwaje? Ni sheria. Maagizo. Si sheria, si maagizo. Maagizo ni yale Mungu anashukua na ni sheria. Sheria ya kwanza, mwanamke, nimeweka kitu cha thamani katika tumbo lako, kutakuwa na kitu thamani. Lakini sheria kwamba ya kwanza, hakikisha haunywi kileo na wala sina kitu chochote kilicho najisi. Usije ukaharibu ile mbegu ya maana ambayo imewekwa katika tumbo lako. Na wengi wameharibu kwa kutojua. Heri bibi ya Manoa alipata mtu wa kumwambia ya kwamba umebeba kitu cha thamani, umebeba rais, na kwa sababu ni rais, hakikisha unakaa hivi. Soma hiyo Isaya 49:4-5. Soma Isaya 49:4-5. Lakini nikasema, nimejitaabisha bure, nimetumia nguvu zangu bure bila faida. Sikiza vizuri, rudia tena. Lakini nikasema, nimejitaabisha bure, nimetumia nguvu zangu bure bila faida. Lakini hakika hukumu yangu ina Bwana, ndio, na thawabu yangu ina Mungu wangu, ndio. Na sasa Bwana asema hivi, ndio, yeye aliyeniumba